Wakati wa mkutano huu, Bwana Ndizeye Emmanuel, kiongozi wa wilaya la Masisi, alichukua muda ya kuhimiza raia kuhusu usalama na kusema, na watu wengi walikuwa wanapita hapa, kama anatoka Goma anaelekea Masisi, anatoka Goma asubuhi, lakini usiku wote amelala kwenye maombi sababu ya kuogopa Mubambiro. Na kutoka Masisi kuelekea Goma ilikuwa vile, unalala kwenye maombi, nasema Mungu unisaidie nivuke ile barieri. Ile ni kawaida, ni histoire yetu ya hapa Mubambiro. Lakini nataka niwahakikishie hivi, insecurity hapa Sake inaisha. M23 we, AFC we. Nimekuja hapa niko na message ya kutoka kwa guverneri. Mnanisikia? Na tena niko na message kwa kutoka kwa komanda zone General Gacheri. Mnanisikia? Wananiambia kuwa insecurity hapa Sake inafika mwisho. Hii pori hapa, hii parike mnayoona hapa, kuko aina nyingi za majambazi. Mbele ya kuwafuata kule, tunapana message. Mnasikia? Mimi nawapatia message ya kusema kuwa wale watu wanaoongea nao muambie wakuje wajiripoti. Anayefika hapa mbele yetu hapati shida yoyote, hafungwi. Kama alikuwa askari tunamubeba fasi wanaojifunzia kisoda na kuja natumika kazi. Lakini nataka niwaambie kuwa wale ambao wanabakia pale mwile pori, hii message muwafikishie wanaoongea nao. Mnanisikia? Kuko watu ambao wanatumika na wale mabandi wa pale mpori, wanatoka kule wameongea na watu, wanawaelekeza, wanajipenyeza hivi, askari wetu wako hapa, nyie mpite hapa. Kisha askari wakipita hii njia nao wanaiba hapa, wanabeba watu hapa. Lakini inafika mwisho. Hapa tuko na dokima zilizoandikiwa, wananipatia date, wananiambia niwaambie tarehe 15 mwezi wa 9 yule ambaye hajajiripoti inaishia pale. Mnasikia? Muwapatie message watoke mwile pori. Hapa kuko wa mama wanajifanya kwa wanaenda kule mpori, wanaenda kulima, anatoka hapa anabeba maji sababu kule hakuna maji, anawabebea maji, anawabebea sigara, anawabebea pombe. Wale wa mama wakuja hapa, muwalete hapa. Muone watu wanaowaletea shida, sawa, lakini na wao ni watoto wetu, na sisi tungali na ile huruma ya kusamehe. Mnanisikia? M23 we, AFC we. Wale watu ambao wako pale mpori wanasema kwa wako nyuma ya Kisekedi. Tunapana hii habari kusudi muambie wakuje. Kama hawaji hakuna njia zingine. Shida ambayo tulipata hapa kwenye nchi yetu ni shida ya ideoloji ya mubaya ambayo iliingia kwenye vichwa vyetu miaka na miaka. Tunapigana na ile ideoloji ya ubaguzi, ya uuaji, ya uwizi. Ndio maana kila siku tunafundisha. Hawa mnaoona hapa tawapatia mikoro, watasema. Mnanisikia? Watasema. Ndio maana nawaambia kuwa tunafika kwenye mwisho wa insecurity ya Sake. Mnanisikia? Tulikuwa tunahitaji ukweli ambao unatoka hapa, habari zinatoka wapi kusudi tulinde Sake. Tutapata jinsi gani tupate habari za adui ambaye yako pale kusudi tuweze kulinda Sake. Sawa? Nimewaambia kuwa hapa kuko watu waliokuwa wanatumika na wazalendo na wa FDLR ambao wako kule, wanawasaidia kwa kubebea mapombe, machakula, manini, maji. Hakuna maisha pale, masigara. Kisha ikifika usiku wanajipenyeza pole pole kidogo kidogo, wanaoelekeza, wanafika huku wanaiba watoto wa Sake, wanaua watoto wa Sake.
Mswahili ndiye alisema kikulacho kinguoni mwako, kinachokula kinakuwa kwenye nguo yako ndani. Lakini hii pori iko na watu, na tena watu ambao walikuwa pale mpori walikuwa wanajificha chini ya majiwe, wanajenga kule. Hakuna maisha walikuwa wanaitoa wapi? Hapa Sake. Na kuko watu hapa Sake wanawasaidia kusudi wapate maisha pale. Wale wa FDLR ambao wako kule watoke mwile pori. Kama hawatoki mwile pori, watakufia mwile pori. Siku za huruma zingali. Kufika tarehe 15 mwezi wa 9. Mnasikia? Mpane message wale ambao hawakufika hapa mbele, lakini wanaongea na wale wa FDLR na wale wazalendo. Na tuko na wazalendo wengi ambao walijiripoti, wanatupatia habari za wale adui ambao wako pale. Mnanisikia watoto wa Sake? Mjue kuwa tukishapata habari, security tayari inapatikana. Nataka nipatie hao mama neno, wasemeshe ukweli. Juzi tulienda kule, tukapiga adui ambaye alikuwa kule. Aliyetubeba ni mtu wa Sake ambaye alikuwa anawabebea maji, masigala, mapombe. Nanisikia? Kisha natoka hapa nasema kuwa naenda Shove kulima. Na tena naenda wapi? Kwa adui. Adui anatoka pale anakuja naiba hapa Sake. Alafu wanawake wanaenda wanakamata pesa. Au wakisha beba mtu akianza ita tia 5,000, tia 2,000, akizitia kwa telefone, mwanamke anakuja na karte simu, anafanya retire. Hebu nipatie mama mmoja, sijui unaongea lugha gani, Kiswahili, Kinyarwanda, lugha yote, Fransai, nini? Dadu naitwa nani? Sisi tulipanda huku yulu. Shio njani. Sisi atukana soyaka na wale sana tuliona kuenda shule. Wote watasema na huyo atasema. Jambo. Kwenda kule tu ni maisha mbaya. Lakini tulikuwa na tuzoeane. Kisha walikuwa tubana, lakini tuko naomba msamaha utaongezaka. Tukiongeza kutukamata watu uwe. Ndio vile. Kuongeza kufanya nini? Kuongeza kurudia kule. Kule mlikuwa mnaenda kuangalia wanani? Wale wa soldatu. Walikuwa wapi? Kule Katanga. Ulikuwa mnafika kule? Ndio. Mnasikia? Watoto wa Sake mnasikia? Ndio. Patia mikoro mwingine. Dadu naitwa nani? Divine, kwenu ni wapi? Wetu ni Kalenga mimi. Mventroe. Endelea. Kwenu ni wapi? Endelea na Divine. Divine wanyu ni he? Kuiwachu ni Kalenga mimi. Mventroe. Muko mnasikia? Kwa hapo ni Kalenga. Lakini mama yake yako wapi? Rwanda. Divine wajaguja mwishamba kushaka iki, wajaga kurebayo bandi. Nagiye yaraga kungariko donza sibirondi gusaba imbabazi. Wajaga kurebayo nde nuwe musirikare wajaga kurebayo? Ni umusirikare bitaga Sipeya. Sipeya. Ni umu FDLR, ni umuzalendo, ni FRDC, ni iki? Ni umu FDLR. Mventroe. Patia mikoro na mama mwingine. Dada habari? Nzuri. Uitwa nde? Zina nitwa Wiringi. Wiringiye iwanyu ni hehe? Kwa Munyaruguru. Kwa Munyaruguru. Ujya Karenga.
mwishamba wajagayo gukora iki? Nyakuba wanjena jangu nakakunga ariko sembazi nonsoma. Wajaga kureba yonde? Abanja nyo bavugaga ko ari FDL. Venturawe. Kongera wibwi witwa nde? Nitwa Mukeshimana Olive. Wajaga mwishamba kureba yonde? Nitwa Thomas. Numuzarendo ne FDLR ne FARDC niki? Numu FDLR. Jeanette iwanyu ni hehe? Karenga. Ababyeyi bawe bari he? Mama data yarapfuye, mama niyo ndazi yaba. Wajaga mwishamba kureba yonde? Nagakungu kanjanye nanjye ndago nari nziho ndayo kureba. Ni uwo nagiye kureba yitwa Baraka ariko nje wanjaniye ni uwo mukobwa. Ni umu FDLR, ni umuzarendo, ni FARDC. Ni umu FDLR. Mventurawe. AFC oye. Ni kusema tunafika mwisho wa insecurity ya Sake, sababu tulishajua sehemu tutapatia adui wetu. Na sio hawa peke, kuko wengine ambao hatukupenda kuleta hapa kusudi waendelee kutusaidia kwa habari. Unasikia? Basi hawa si ni watoto. Mnaoletea Kongomani. Hawa ndio walikuwa wanatumika na wa FDLR, wanatoka kule wanakutana hapa, wanaiba, wanabeba watu, sawa? Insecurity ya Sake inafika mwisho. Tunakubaliana? Mimi nahitaji watoto wa Sake nyie nyote. Ukisikia sehemu wako wanabomoa mulango, sawa? Piga kelele. Sisi tulishatia majeshi wengi sana hapa Sake. Wengine tulishawaambia mtafute hata filimbi. Sawa? Gusa kwenye filimbi tu. Utaona. Hakuna atakaye tuponyoka. Mventurawe. Na viongozi wa Sake mkwe mnapana habari kwa muda unaostahili. Shida ikitokea sema pale majeshi yako karibu kusudi tuwasaidie. Basi hao watoto tuwafanye nini? Tuwafanye nini? Tunahitaji na nyie mpane habari za watu ambao wako wanavamia Sake na kuharibu security ya Sake. Hao watu wanatusaidia kwa kupana habari. Unasikia? Mtaendelea kusaidia kwa kupana habari, tumufunge, tumuue. Sisi hatuko wauaji, lakini hao watoto tutaongea nao, tutawafundisha na watasaidia chama. Raia wa mahali wakifurahia kuongea moja kwa moja na viongozi wa chama. Walichukua muda ya kuuliza maswali yao na kupata majibu yake. Dani Muderwa, team leader wa ujumbe huu jimboni, alihimiza raia kusimama pamoja ili kujenga upya nchi ya Kongo na kuiokoa toka mikononi mwa uongozi mbaya wa Kinshasa. Huyo aliita pia vijana kujitoa kwa utashi yao kujiandikisha kwenye kazi ya jeshi la ARC. Ndugu zangu, inabidi sisi vijana tusimame. Chama kinasema usalama wetu, uhuru wetu, maendeleo yetu yatajengwa na sisi wenyewe. Ndio maana kwa siku ya leo tunakuja kukuambia ya kwamba nia ya chama ni kugomboa mkongomani wote hadi kufika Kinshasa. Kwa sasa Bwana Tshisekedi tulizungumuza naye hapo Doha huko mahali tulienda kuzungumuza, tulisaini mkataba wa prinsipe, kanuni ambazo inabidi tutii ili kwamba tuweze kuwa na uaminifu pande yote mbili,
ya kwamba tunaweza kukaa sasa na kuzungumzia zile shida ambazo zilikumba nchi ya Kongo na zile zilisababisha tuingie ndani ya pori na tupige government yake. Pale tulimwambia ya kwamba mbele tukikale pamoja inabidi mulio wa risasi ukomeshwe, ligne de front kukuwe cessez-le-feu. Sisi turudi nyuma kilomita 5 na wewe urudi nyuma kilomita 5. Hapo katikati tuweke zone tampon ile ambayo tutaweka jeshi iliyokuwa netre, kusikue uchokozi pande yote mbili. Bwana Tshisekedi alikataa. Pili, tukamwambia kwamba hatutaikaa na wewe tuzungumuze kabla hizi pesa za raia ukingali nazifungia ndani ya mabenki. Pesa ya raia sio yetu sisi AFC/M23, pesa ya raia sio yako wewe Tshisekedi. Fungua mabenki, pana pesa ya raia. Sisi tuna jeshi nzuri, na akienda muhali ya ugomvi tutamuchapa vizuri, tutamuchapa vizuri sana. Sake viva! Tunasema hivi, lengo la chama chetu ni kuweka raia yote fasi moja, tusimame kwa umoja. Kwa hiyo mbinu za kugawanya watu kwa makabila sisi tunazikataa. Watoto wetu ni wengi hapa, walisoma masomo, bengine ba lisansie, bengine ba diplome, ba gradue, lakini wanamaliza maisha yao ndani ya makazi za kizamu, ndani ya makazi ya bachukudere. Hawana kazi. Tupate kazi inabidi ukwe ndani ya familia ya mtu mkubwa, mfamilia ya Tshisekedi. Watoto wao wanapata makazi kabla kingali na miaka 8, tayari walishamupa numero matricule DGDA. Kabla kingali na miaka 6, tayari aishapata numero matricule MOCC. Ndugu zangu vijana, tusimame, tusiendelee kukubali hayo. Nguvu zenu mukuje muziweke ndani ya ukombozi wa nchi. Kesho tutahukumiwa na watoto wetu watasema, hii mateso ambayo tunakutana, nyinyi mulikuwa wapi nyinyi wazazi yetu? Tunasema uhuru wa mkongomani wote. Mkongomani akuwe kitu kimoja. Kwa maana hivyo vikundi vya makabila, sisi chama chetu cha AFC/M23 tunavikatala. Vikundi ile kianda kya Bahunde, kianda kya Bahutu, kianda kya Batusi, kianda kya Banande, kianda kya Baluba, tunakikatala. Tunakatala hiyo vikundi. Tunasema sote tusimame kama wakongomani kwa kutetea na kupigania maendeleo ya nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo usalama wetu, maendeleo yetu yatajengwa na sisi wenyewe. Tunasema tuwashirikishe kwa hizi hatua za kuoroza vijana ndani ya polisi, ndani ya arme, ndani ya barulage, ndani ya mainstance zote, bakadri administratif ambao watasaidia kwa kuongoza nchi ili tuweze kujenga pamoja nchi yetu ya Kongo. Mbele nichukue maswali zenu, nitawaambia vijana wenzangu ambao wanakubali kujiunga nasi ili sote tusimame na kujenga nchi yetu ya Kongo. Tunawakaribisha wakuje, tuwaandike, na nchi tawaheshimu na jamaa zao zitawaheshimu.
wakuwe faida kwa ajili ya nchi yetu yote. Tunawakaribisha vijana mwaka 18 kupanda juu, ukiwa mwanaume, ukiwa mwanamke, fasi yenu iko. Tunafundisha polisi, tunafundisha jeshi, tunafundisha roulage, tunafundisha songa mbele, jeshi ya anga, jeshi ya mai, jeshi ya songa mbele. Karibu sana vijana. Mkutano huu ambao wajiri baada ya mikutano mikubwa iliyoendeshwa katika kata mbalimbali jijini Goma ulianzishwa na kumalizika na wimbo wa taifa kwenye uwanja Tata Bauma. Msikilizaji na mtazamaji, ni mwisho wa makala hii. Tukutane na makala yengine ya hivi karibuni. Burudani hii ya mapinduzi na mchezo ya furaha ni ya raia wakaaji wa kijiji cha Sake wilayani Masisi wanayofurahia kupokea ujumbe wa timu ya uhamasishaji na uajiri, yani Delegation Provinciale de Mobilisation et de Recrutement katika lugha la Kifaransa ya chama AFC M23 tarehe hii ya 23 Agosti 2025, ikiwa namna yao ya kuonesha furaha. Mwami Bitibu wa Bulenda Primo, kiongozi wa kongamano la Kamuronza, naye Bwana Ndizeye Emmanuel, kiongozi wa wilaya la Masisi, walipokea ujumbe huu kwa niaba ya raia hawa na kutoa jambo moja kwa moja. Hapo hapo Theo Ruremesha, mratibu makamu jimboni wa ujumbe huu, alitanguliza kufasilia raia wa mahali mpango wa chama AFC M23. Watoto ya Mayuta biko hapa, watoto ya quartier Birere biko, na wakumoskia biko. Asante sana chef de groupement kwa kuwa minaona Sake yote zile quartier njo Sake ile, si vile? Sie mnaona hapa tuko bureau provincial ya mobilisation na recrutement. Mobilisation kwa juu ya nini? Mobilisation ni kwa juu tuongee na nyie population programe politike ya chama yetu AFC M23. Na hiyo programe yetu yenye banaita tena projet de societe ya chama chetu, wakuu viongozi walikala pamoja na wakongomani wengine wote wakasema no, mkongomani kwenye anafikia mambo ya usalama, mambo ya uchumi, mambo ya kuishi pamoja, mambo ya niveau international, Kongole alikuwa alishafanya nini? Alishashuka bandugu. Hali tulikuwa tunaishi hapa 2021, 2022, 2023, 2024 ilikuwa haiko tena hali. Wakongomani wakajitia pamoja, wakasema tuone gizi gani ya kulamusha tena Kongo. Njo projet de societe ya chama chetu cha AFC M23. Na kwa kukuya kuwasogelea nyie population ya Sake, ni kwa juu tuwaelezeye yenye chama inafanya juu ya bien-etre yenu, juu nyie mkwe mzuri. Kwa juu ya nini? Nyie population njo ba patron ba ndugu. Hii Kongo ni nchi yenu, nyie njo ba bosse. Administrateur du territoire, bwana chef de groupement, bwana gouverneur, bwana mayor ni mtumishi wa umma. Muangalie banamuitaka public servant. Ni mtumishi wa population, iko na watumikia nyie. Na mkiangalia anafanya venyewe bafurahishe, mnamandikia barua. Bwana chef de groupement, sisi tunaangalia ile barabara kolipitisha haistahili pale. Ingepita fasi ingine. Na haya atawapokea ile maoni yenu, inamsaidia kujere. Njoo maana sisi tunakuya nyie babose yetu tubaelezeye chama inawaza nini juu yenu. Chama inawaza nini juu ya mkongomani? Chama inawaza kama mkongomani anapasha ishi muusalama d'abord. Usalama na amani, paix na sécurité. Kongomani hapashwe ishi na masasi kwa namulea kukichwa kila siku bandugu. Njoo maana mnaangalia wa vijana wanavala mateni. Njoo maana mnaangalia wa vijana wanavala mateni, hao hawalale, hao walichagula kulala wanafanyizia usalama. Bwana administrateur du territoire halale, telefoni yake inalia kila siku. Chef de groupement halale, wa cadre de base wote wa notable wenyewe iko hapa hawalale wa ndugu. Kwa jua nini? Amani irudie. Ile amani
ambayo Chilombo na politiki yake ya mubaya aliharibisha kwa utashi wake. Ile 2021 bwana Chilombo ana perdre control ya kujere nchi. Anaangalia 2021 deza inaisha, hayafanyizia watoto ya Sake kitu, hayajenga hata toilette Sake. Anasema hapana, watoto ya Sake nikiendelea hivi batanisoma plaki, batanikalkile, juni ba distraire, acha nilete guerre. Akaleta maarme. Mtoto wa Sake kuna besoin ya mbegu bandugu, aende alime. Mtoto wa Sake kuna besoin ya mbuzi achunge. Mtoto wa Sake kuna besoin ya ngombe afuge. Aende kumasomo asome apate diplome. Chilombo akasema hapana, watoto wa Sake mimi ndafanya nini? Ndabapatia maarme. Akaenda kalogota maarme akawapatia, akawagabulia maarme sama kalanga bandugu. Silaha hii mnaangalia, hii silaha wanaita silaha, haiko raha bandugu. Lakini bwana Chilombo alikuwa anakamata kuko, walikuwa wanapata hata 2 hata 3. Tshisekedi akasema mkamate masilaha muwane nye kunye mumalizane. Kizalendo banduke ya watu ni Goma, ni Sud Kivu na Nord Kivu na Ituri kadogo. Bakongo kizalendo kimai meri kwake KFDLR Kinyatura. Population opeke mamako kwanza yepeke. Mamako yepeke atakwambia peti nini? Pale anakupiga mulonge mamako yepeke. Akisha sikasema tena mkizalendo anasema hapana. Mulonge pale. Chilombo si akatugabulia maarme, muende muwane, mumalizane. Komsa mie nipate justification ku Kinshasa ke sikujenga kilalo, sikujenga toilette, sikujenga masomo kwa juu kule kuko insécurité. Si vile? Sasa hiyo insécurité kusema iishe haitakuwa tiko take bandugu, lakini participation ya kila mtu. Na tunashukuru sana watoto wa Sake kwa juu watoto wa Sake, wakati message ilifika ya wakuu viongozi, watoto wa Sake wanaenda wanajidesolidarize na ile magrupe za kibandi, na wengi wenye walichagula jeshi. Sake ishatupatia watoto ba mingi sana, chef de groupement atuka groupement Kamuronza ishatupatia basoda ba mingi sana. Ni wale watoto ya Sake mtupatia mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Wengine walitoka hapa Bweremana na Shasha, wale ndio wenyewe walimaliza mafunzo, wana ba deployer huku hivi kwenye kuna kwa kama source ya insécurité. Biskaseke heshima itarudia bandugu. Mtu alale na hangaike, ba mama yetu balale na wana wasiwasi juu waweze shurulikia ba papa. Haiko vile. Mama tashurulikia papa usiku na masasi kuna lia, hakuna mwae. Haiko vile. Amani kurudia ni mchango ya kila mtu. Chama chetu kinasema mwanadamu mkongomani anapasha lala kwa amani. Ya pili, projet de société yetu ya chama chetu ya FCM 23 inasema kwa juu ya development. Hapa kuko bakatolike, mimi nawaza Mtakatifu Paulo Jean Paul II alisema nini? Alisema jina ingine ya amani ni development. Amani ni kitu yenye kiko abstrait. Kusema amani iko ndio, lakini amani iko na hauweze kujiuzia bodaboda, hauweze kukulisha watoto yako repa 2 kusiku, ile nayo haiko amani. Ndio maana chama yetu inasema il faut développement. Na development napita wapi? Ni infrastructure. Infrastructure ya kwanza ya lazima ni barabara bandugu. Chama yetu imeweka mkazo kwa kujenga mabarabara. Ndio wakati mnaona bwana liwali wetu wa jimbo wakati alikamata kiti yake pale, kia kwanza Kenya alifanya tulikuwa naye hapa ni kulancer construction ya barabara ya Goma mpaka Kisangani. Watoto ya Sake ile barabara dele kuna avancer. Leo tunasikia bwana administrateur alituambia c'est possible mtu atoke hapa na 3 pine yake aende mpaka Biambwe, aende mpaka Rubaya. Ba gouverneur benye balipitaka banakia kama na lancer tu kisha bana disparaître. Lakini liwali wetu wa jimbo alijikaza, anasema atahakikisha hii barabara naende nafika Walikale ma 2027 2028 tutaanza kwa natoka na velo hapa Goma tunaenda mpaka Walikale na tunarudia bandugu. Ya tatu, chama inasema ni kwa juu ya kuishi pamoja. Politiki mbaya ya Chilombo
kusema justifier ma faiblesse yake na ma détournement, alicreye ma division mu makabila bandugu. Alicreye ma division mu makabila, alicreye ma communauté. Manake kusema ukuwe député, il faut ukuwe député wa kabila fulani. Njoo ikuchagule ase no, ule njoo mwenye communauté ilichagula. Aetu, député utakuwa député wa Kihanda Député ni wa peuple bandugu. Ile peuple banachangana. Sasa si watu wote wanaishi hapa bandugu. Mimi bandugu wangu biko hapa hivi. Asi uko député wa Kianda, député wa Gisenge, député wa sijue wa Bushenge, sijue hapana. Parce que ni frappe ile bandugu. Sasa anaenda Kinshasa anapata salary yake, anasema na ule ni membre wa Kianda yangu. Naye nimpatie kulare. Hakuna, si vile lale na geukaka yake na bibi yake na watoto wake na wakuzaa yake.